Yes, ni kama kawaida kabisa ndugu mtazamaji, mahali popote ambapo ulipo, leo ni siku nyingine tena. Nimetembelea hapa mnadani hapa, kuna vitu baadhi hapa nataka niko nini upate kuvielewa kwa ndani. Lakini ni mwenyewe hapa sivielewi, ila sema kwa sababu nipo na mtaalamu brother hapa. Atatuelezea sana kwa ndani. Brother, mambo vipi bwana? Safi, mambo mengine? Kama kawa. Safi, umisha vipi? Tunamshukuru Mungu, karibu sana. Au sio? Karibu. Okay, haina noma. Kama unavyoona pia wateja wako. Unaona, okay, Sawa sawa. Okay bro, nataka tujue baadhi ya vitu, lakini wahudumie kwanza wateja afu tuongee. Haya, haina noma. Haina shida. Haina shida sister. Usijali mama. Usijali, nimeelewa ombi hilo. Okay, kuna watu wengine bwana wapendi kuna nini kuchukuliwa kwa nani, lakini kuna baadhi ya vitu vingi sana hapa nataka tujue hapa. Kama unavyoviona hivi. Ni vitu vingi. Leo nipo mnadani hapa. Nataka sasa vipi? Safi. Nataka tuelewe basi, maki naona kuna vitu si viazi hivi. Lakini naona kama kimeiva hivi. Hebu kione. Yaani kinafanana kama viazi fulani. Acha tumsubiri bro, alafu tujue nini ambacho kinachoendelea. Asi. Bro, tuendelee bwana. Haina shida. Naona ulikuwa na wateja hapo, ulikuwa unahudumia, nikasema unauza, haina shida. Tuendelee. Kuna vitu kama hivi ambavyo vinaitwa court meal. Court meal. Ama gilgilani ama kurienda, kitu kama hiki. Hiki ni kizuri sana, tunachanganya kwenye mboga. Yes. Kinaleta ladha na harufu nzuri kwenye chakula. Sasa ni wengi wanatumia Wahindi, wazungu, kuuliza vitu kama hivyo wanaviweza. Okay. Hii inaitwa bogarishe. Yes. Hili Kiswahili bogarishe. Kiingereza kinaitwa butternut. Hii ni nzuri sana kwa watoto kiafya. Mwenyewe kidogo tuione bro. Hapa sawa. Kiafya na Okay. Pia kuna hii inaitwa zucchini. Nao ni nzuri sana. Yes. Kiafya. Hii unaweza kutengeneza juice, ukachukua ukaiosha, ukablend, ukatengeneza juice yake ukanywa. Okay. Ni nzuri sana. Okay. Ina mfano kama nani, kama tango? Sio kama tango, hii tofauti na tango. Hii tofauti na tango. Ni nzuri sana. Hii ni zucchini. Okay, sawa. Kuna vitu vingine kama hivi. Yes. Unaweza kusema kiazi damu. Ndio. Ama wazungu wanaita beetroot. Beetroot. Yes. Hii ni nzuri sana. Hii ni nzuri kwa wajawazito waliopungukiwa na damu. Ndio. Ambao wenye ugonjwa wa nini ule? Sickle cell. Okay. Ni nzuri sana hii. Kwa hiyo wanaitumia vipi hapo ile Hii kuna mawili, kama wale ambao tuliochoka kama sisi. Ambao unaweza kutumia ukaikata, ukaiosha, ukakata, ukachemsha. Ila kwa wenzetu wanachukua, wanaiosha, wanaiblend. Kama ipande wanaiblend, wanatengeneza juice. Okay, kwenye mashine. Okay, hapo sawa. Maana inakuwa kama juice fulani. Okay, hapo sawa. Chap kwa haraka, wiki 2 tu ameshaongezeka. Kabisa. Haina shida, yani wiki 2 tu. Mshaongeza damu kama yote. Okay. Tuhamie hapa bro, tuangalie hapo kwenye mfuko. Kwenye mfuko huu hapo. Hii inaitwa green beans. Inaitwa green beans. Ndio. Hii au maharage machanga. Maharage machanga. Green beans au maharage machanga. Matumizi yake ni yapi? Matumizi yake, hii unachanganya kwenye mboga. Ndio. Ni nzuri sana. Kiafya na kimwili zaidi. Okay. Ukichanganya kwenye mboga inaleta ladha. Inaleta ladha na harufu nzuri na iko stable vizuri sana. Okay, sawa kabisa. Okay, tuendelee, lakini pia nimeona kwa kule hapa kuna hii hapa na nini? Hii inaitwa rosemary. Rosemary. Hii ni nzuri sana. Inaleta harufu safi. Kuna nzuri, ongeza kidogo usikie harufu yake. Sasa ndugu mtazamaji, ipo fresh. Inanukia kama kuna majani fulani hivi ya nani, ya chai. Si ndio? Hii unaweza kutia kwenye chai. Safi. Unaweza ukachomea nyama. Ukichomea nyama inakuwa ni harufu na inakuwa fresh. Inakuwa fresh. Sawa, nimeelewa. Okay. Lakini pia hii pia ni minti.
Nini? Minti. Hii kwa ajili ya chai. Kwa ajili ya chai. Juice. Kwa hiyo unaidumbukiza hivyo? Unachukua vijani unatumbukiza kwenye chai ama kwenye juice. Ndio. Okay, hapo sawa. Okay. Labda nikazungumzia hii celery. Inaitwa celery. Celery. Celery nao ni nzuri sana. Ndio. Hii unaweza kuweka kwenye supu, pilau, okay. Ukaikatakata. Okay, sasa. Unaweza kublend ukatengeneza juice ukanywe safi. Safi kabisa. Okay. Hapa ni vitunguu majani. Vitunguu majani. Kuna vile vitunguu kwa kawaida, hiki ndio kwanza, hiki ndio kitunguu chenyewe. Majani yake. Okay, sasa. Hii ni nzuri pia. Ndio. Wengi wanatumia. Okay. Okay, sawa. Okay, bro. Hii ni jamii ya kitunguu. Ni jamii ya kitunguu. Lakini hii haina harufu kabisa kama kitunguu cha kawaida. Kitunguu cha kawaida huwa kina harufu, lakini hii haina harufu kabisa. Kwa hiyo inakuwa kwaje hapa? Hii ni nzuri sana. Kwa baadhi ya watu wagonjwa ambao wasiopenda zile kemikali. Okay, sasa. Kwa vitunguu natumia kama hivi. Okay, hapo sawa. Okay, sawa. Na hii hapa inaitwa salad. Salad, yes, okay. Amarettus. Hebu tuzungumze kidogo kwa salad hapo. Chakula hicho bwana, salad inapatikana wapi bro? Atatuambia hapa. Inapatikana wapi bro hiyo? Hii salad bwana Tanzania ipo. Ndio. Ni nzuri sana. Hiyo unaweza kutengeneza kachumbari yako katia hii. Ndio. Nzuri, kachumbari ikawa safi na ni nzuri quality kabisa. Jamani, ndugu mtazamaji, hii haipatikani ovyo ovyo. Aliposema salad mimi nimeielewa kwa sababu mimi nimeshawahi kuitumia hii. Ni kitu kimoja kizuri sana, yani ukitia kwenye nani, yani nakatoka tu mbichi, si ndio? Ladha yake fresh. Hiyo naipata hiyo. Safi kabisa. Bro. Okay, na tumebaki na ipi? Labda hii nielezee. Okay, waelezee hiyo. Inaitwa baby spinach. Inaitwa baby spinach. Ndio. Baby spinach. Matumizi yake hii kwa Kiingereza na kwa Kiswahili inaitwa berega. Berega. Wenzetu sisi kwa Morogoro wale wazee wa kuchimba vilima. Yes. Inaitwa berega. Hii ni nzuri kiafya. Kiafya. Ni nzuri kiafya. Inatumika kwa sehemu gani? Hii unaichemsha tu. Unaichemsha. Unachukua unaiosha, unatia kwenye sufuria, unaichemsha. Dakika 5 tuachia chumvi yako. Safi. Inasoftisha mwili. Msosi wako ende. Hapa nimekuelewa. Inasoftisha mwili. Safi kabisa. Okay. Sasa bro, mimi bwana nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki. Lakini pia hivi vitu bwana ni vitu ambavyo havipatikani sana na ni ovyo ovyo. Yaani hasa kutembeleana na Uswahilini. Uwezo ukavipata, ni vyakula ambavyo yani wanakula watu wenye uwezo. Unawaambiaje hapa? Kuna ndugu anakutazama hapo, unamwambiaje hapa? Mimi namshauri kama yuko karibu na Geza hapa wilayani, aje anunue na angalie matumizi yake, nimwelekeze matumizi yake. Na hivi vitu vina faida kubwa sana. Unajua sisi watu wa kawaida tunachukulia hatuvielewi. Tunachukulia kama simple, lakini kuna wenzetu ambao wao wanajua nini maana hivi vitu. Sana. Kila siku wanakuja kununua na kabisa. Kwa sisi tujifunze. Yaani kama utoelewa maelezo yangu mimi, unaweza ukaingia YouTube ukaandika kitu ambacho ninachokutajia, ikaja katika mfumo wa maelezo yote hadi matumizi yake na faida zake na kila kitu. Yaani ukija hapo kwa mfano na kuonyesha zucchini. Zucchini ni nini? Umeshindwa kunielewa mimi katika matumizi. Nenda YouTube, kaandike zucchini. Unapata wanakuletea kila kitu. Matumizi yake na faida zake kila kitu. Sawa. Okay, brother, mimi nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Lakini pia kuna ndugu mtazamaji hapa alikuwa anaangalia hii interview na pia ameshaona vitu vingi hapa. Kwanza vitu vingi ni vigeni machoni pake na anajiuliza, lakini ameshapata majibu kwa sababu umeshafafanulia. Ila kuna mtu mwingine hapa bwana na anakutazama, lakini anatamani tu angepata namba yako ya simu ili aweze kuvipata vitu kwa urahisi. Asijali. Mimi nipo Geza hapa. Kila Jumapili niko hapa mnadani. Ndio? Au sio? Na namba yangu ya simu ni 0711 969076. Tigo hiyo? Tigo, yes. Okay, hapo sawa. Okay, bwana mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Haina shida. Ndugu mtazamaji, tulikuwa tunapiga story hapa na Best
Umeona mambo jinsi ambavyo anavyoendesha hapa, ni mambo mazuri, mambo mageni ambayo yani hayaonekani hivi hivi. Kwa hiyo mimi ninakushukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi kwenye interview hii mwanzo mwisho, na hivi sasa mpaka wakati mwingine, next time, ubaki salama na Mungu aendelee kukulinda sana.